Na hii ni Vunja Ukimya TV kwa habari zetu mbalimbali. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Shalom, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tunamshukuru Mungu aliyetupa nafasi na neema siku ya leo. Imempendeza Mungu sisi sote kuweko hapa kwenye madhabahu ambayo Mungu ameichagua kwa ajili ya utukufu wake na kwa ajili ya neema, kwa ajili ya watu. Basi kwa majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Pastor Emmanuel Elisha kutoka Iringa mjini. Niko hapa kwa ajili ya kusema na wewe. Tuna siku 6 za maombi, of course siku 7 za maombi, but leo ni siku ya 6. Tunamshukuru Mungu kwa neema na kibali alichotupa. Acha nikamshukuru Mungu then tuendelee na ratiba ambayo Mungu ameikusudia siku ya leo. Baba Mungu mfalme wa utukufu, Mungu mwenye nguvu, asante kwa neema na kibali ulichotupa watoto wako siku hii ya leo. Asante kwa hiyo neema kubwa ambayo Baba unakwenda kuiachilia kwenye maisha ya watu. Asante kwa utukufu wako, asante kwa neema yako. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Utangulizi unasema watu wengi utafuta mtaji wa fedha, mitaji ya watu au mitaji ya fursa, lakini katika maisha ya kiroho mtaji wa kwanza kabisa si pesa wala watu, ni wewe mwenyewe kiroho. Mungu anaanza na mtu kabla ya kumkabidhi jambo. Kusoma Timotheo wa kwanza 4:16 inasema, jilinde nafsi yako na mafundisho yako. Kitu gani nataka nizungumze? Watu wengi leo hii wa aina tofauti wameshindwa kuziona baraka za Mungu, au wameshindwa kufanikiwa kwa viwango ambavyo Mungu amevikusudia, kwa sababu ndani yao kuna uharibifu umetokea, kwa sababu ndani yao kuna madhara yametokea. Huwa ninawaambiaga watu jambo moja: kila kitu unachokiona duniani kimefanyika kwa sababu ya uwezo ambao uko ndani ya mtu. Uwezo ambao uko ndani ya mtu ndo umecreate kila kitu unachokiona. Ukiona kuna magari, ukiona kuna majumba, ukiona kuna mabati, ukiona kuna viwanja, ukiona kuna vitu vya maendeleo vinafanyika, maana yake ni uwezo ulioko ndani ya mtu ndio una create hivyo vitu. Unaona watu leo wanatengeneza baiskeli, wanatengeneza pikipiki, wanatengeneza vitu, wanabuni vitu vya tofauti. Ni uwezo ulioko ndani ya mwanadamu. Watu wengi wanahangaika kimaisha, wanahangaika pambana watoke mahali kwenda mahali, lakini mtu amewekewa uwezo usiokuwa wa kawaida. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni wewe kujijua ni nani na ndani yako umebeba nini. Uharibifu unaotokea leo hii ni kwa sababu adui amepanda mbegu nyingine ndani ya mtu. Hakuna mtu mbaya duniani, hakuna mtu mbaya. Soma Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo, maandiko yanasema kila kitu ambacho Mungu alikifanya kilikuwa ni chema. Ukiona kuna mtu anafanya mabaya, ukiona mtu anamwasi Mungu, ukiona mtu anafanya anayoyafanya, sio kwa sababu aliumbiwa kuyafanya, bali kwa sababu kuna mbegu nyingine ambayo imeingia ndani yake kwa ajili ya kumwendesha kuyafanya anayoyafanya. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa kwenye mambo ya kiroho, mambo ya kimwili, kitu cha kwanza lazima ujijue wewe ni nani. Mungu ameinvesti nini ndani yako? Mungu amewekeza nini ndani yako? Biblia inasema kwenye Zaburi, nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Mtu umeumbwa kwa jinsi ya ajabu, mtu umefanywa kwa jinsi ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi yangu ya kwanza nikasema Mungu hufanya kazi kupitia aliyekuwa tayari. Mungu hamtumii mtu kwa sababu ana kipaji tu, bali kwa sababu ndani yake kumeandaliwa. Musa alikaa miaka 40 jangwani kabla ya kutumiwa. Daudi alijengwa rohoni akiwa mchungaji kabla ya kuwa mfalme. Yesu mwenyewe alifunga na kuomba kabla ya huduma. Mafanikio yoyote yanamhitaji mtu. Kabla hujafanya chochote unachokifanya, kuna watu walianza huduma bila kuandaliwa. Kuna watu waliingia kwenye biashara bila kuandaliwa. Kuna watu waliingia kwenye vitu fulani vya maendeleo ya kiroho ama ya kimwili bila maandalizi ya aina yoyote. Ndio wale watu ambao mwisho wa siku wanakutana na mabaya, mwisho wa siku wanakutana na madhara, mwisho wa siku wanakutana na mazuio, mwisho wa siku wanakutana na uharibifu, alafu wanatafuta dhambi au wanatafuta makosa walioyafanya, au wengine husema shetani ameinuka. Lakini
Kumbe kwenye kile alichokifanya ndani yake hakuwa na maandalizi juu ya lile jambo analoenda kukabiliana nalo. Watu wengi wameshindwa kufika kwenye fursa zao kwa sababu hawakuwa na maandalizi ya ndani yatakayoleta matokeo mazuri juu ya kile watakachokienda kukifanya. Kitu chochote unachokifanya, iwe cha Mungu iwe cha kwako binafsi, kinahitaji maandalizi ya ndani. Ukiangalia Musa miaka 40 amekaa jangwani, Mungu anamchonga, lakini ukiangalia hapo Mungu anamtengeneza kwa ajili ya kwenda kuwasaidia watu wake. Maanake pamoja na kwamba alikuwa anaenda kufanya kitu cha kimungu, bado alikuwa anahitaji maandalizi ya kutosha. Watu leo hii wameshindwa kufikia ndoto zao kwa sababu ndani yao hawakuwa na maandalizi juu ya lile jambo wanalokwenda kulifanya. Daudi kikawaida alizaliwa akiwa na spirit ya uongozi. Tayari Mungu alimuandaa kuwa mfalme. Lakini pamoja na kwamba Mungu alimuandaa, pamoja na kwamba alizaliwa kwa ajili ya kuwa mfalme, bado alihitaji maandalizi. Ndio maana Mungu alimpeleka machungani kwa ajili ya kumuandaa, kwa ajili ya kumtengeneza kuwa mtu wa aina fulani. Yesu mwenyewe alifunga na kuomba kabla, bati alikuwa mwana wa Mungu, lakini bado alihitaji maandalizi ya ndani. Mtu wa Mungu, ndani yako kukiwa vizuri, ndani yako kukiwa kumekaa sawa, hata nje kutaweza kukaa sawa. Ndio maana kuna watu wakiharibu, adui anachokifanya anapigana sana na vita ya ndani, kuharibu mfumo wa mawazo, kuharibu mfumo wa fikra, kujeruhi moyo, kutengeneza mabaya ya ndani, ufahamu wako ubadilike, mtazamo wako ubadilike. Anajua akishaweza kupiga ndani, hali ya ndani, nje ni rahisi kuwa na matokeo mabaya. Ndio maana Mungu alimwambia Adamu, miti yote msile, miti yote mwaweza kula, bati kuna mti mmoja msile. Tunaona shetani alichokifanya, alipambana na kupigana lengo kubadilisha mtazamo wa ndani, kutoka kwenye mtazamo wa tusile kwenda kwenye mtazamo tule. Mtazamo ulipobadilika, waliufuata mtazamo wa ndani kulingana na sauti iliyozungumza, then nje kukatokea matokeo sasa yaliyotokana na mtazamo ule wa ndani. Adui anashughulika na mtu, sio vitu. Adui akitaka kubadilisha mazingira ya nje, anabadili na mtu. Mtu akibadilika, nje kutabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini maana yake? Leo hii tunaita Tanzania kwa sababu ya Watanzania, tunaita Marekani kwa sababu ya Wamarekani, tunaita China kwa sababu ya Wachina, sio kwa sababu ya China, kwa sababu ya Wachina. Na ndio maana leo hii tukibebwa Watanzania tukapelekwa Marekani na Wamarekani wakaja Tanzania, mimi nakuhakikishia Marekani itakuwa Tanzania na Tanzania itakuwa Marekani. Kwa nini? Kwa sababu aina ya watu. Kwa hiyo kuna vitu nataka nizungumze na wewe. Kitu chochote ukitaka kiwe na mabadiliko, ukitaka kubadilisha huduma yako, badilika wewe. Ukitaka kubadilisha familia yako, badilika wewe. Ukitaka kubadilisha biashara, badilika wewe. Chochote unachotaka kiwe na matokeo mazuri, yanaanzia kwako kwanza kabla ya vitu. Leo hii tunahangaika, unaweza ukashangaa huduma haziendi, shida sio huduma, shida ni wewe. Unaweza ukashangaa biashara haziendi, shida sio biashara, shida ni wewe. Kwa sababu je, umeweka biashara hiyo ni Mungu amekupa kufanya au umeitengeneza kwenye mtazamo upi? Kwa hiyo ndio maana nikasema kabla ya chochote kukifanya, Mungu anataka aanze na wewe kwanza kabla ya mengineyo kwanza. Haleluya. Kwa hiyo nikasema kwenye ujumbe wangu, pointi yangu kubwa, kama wewe haujajengwa, kile Mungu anakupa kiwezi kudumu. Watu wengi wamepoteza huduma zilikuwa nzuri, watu wamepoteza utumishi ulikuwa mzuri, watu wamepoteza huduma walizozibeba kwa sababu ndani hawajajengwa. Na kujengwa anakozungumza kuandaliwa, kuna kuandaliwa kwa namna mbili. Kuna mtu kuandaliwa na mtu, kuna mtu kuandaliwa na Mungu. Kuna mtu kuandaliwa na Mungu na mtu. Sikiliza hiyo pointi. Kujengwa kwako wewe kuna mambo mawili. Kuna mtu kujengwa na mtu, kuna mtu kujengwa na Mungu. Kuna mtu kujengwa na Mungu na mtu. Yaani kuna mtu wewe anakujenga Mungu kupitia mtu. Na ndio maana ukiangalia kuna mtu mmoja anaitwa Elia kujengwa na mtu, ila Elisha alijengwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Elia alijengwa from nowhere, kutoka mbinguni. Ndio maana tukisoma historia ya Elia, hakuna hata mahali inazungumza alikaa chini ya nani. Haizungumzi Elia alikuwa babake hata wa kimwili. Haizungumzi historia yake alitokea wapi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maana yake huyu mtu from nowhere aliandaliwa na Mungu kwa ajili ya kazi. Kuna watu wameanza huduma wa kuandaliwa na watu wameandaliwa na Mungu from nowhere. Lakini inategemea, yani ili ufanye chochote lazima ujengwe. Inadependi ujengwe na mtu ama ujengwe na Mungu na mtu.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna watu wengi wanashindwa kujua hali zao zimekuwa mbaya kwa sababu ya ndani hawajajengwa, na kuna wengine waliandaliwa na Mungu, lakini adui alikuja akapanda kitu kingine ndani, wakaharibiwa ndani na wakupata muda wa kutengenezwa ndani, na ndio maana mabaya yakatokea nje, madhara yakatokea nje, mambo yanaanza kubadilika. Watu walikuwa na mtazamo, unakuta mtu alikuwa na mtazamo, mtu alikuwa na future nzuri, mtu alikuwa na mwenendo mzuri, mtu alikuwa na huduma nzuri, mtu alikuwa ni msichana mzuri, mtu alikuwa ni kijana mzuri, alikuwa na mazuri anayafanya, lakini kwa sababu kuna mabaya yameingia ndani, yameharibu formula nzima ya ndani, na tunayaona matokeo nje kwa kuharibika ndani kwa mtu. Kwa hiyo dini maana yake, ukitaka kuyaona matokeo ya nje, ukitaka kuona matokeo ya huduma, ukitaka kuyaona matokeo ya kiroho ama kimwili, pambana, tengeneza ndani yako. Ndani yako kukiwa sawa, mtu amebeba access kubwa ya maisha yake. Yaani wewe ukikaa vizuri, wewe ni mtu wa hatari sana, na ndio maana hakuna kiumbe kibaya kama mwanadamu na hakuna kiumbe kizuri kama mwanadamu. Kwa hiyo wewe ukiwa vizuri, kuna matokeo makubwa utayapata kwa sababu ya kutengenezwa kwako ndani, na nje tutaona fursa nyingi zikitokea kwenye maisha yako.